Upande wetu wa utetezi katika mada dakika 20 atasimama Ustadhi Saidi Juma Kinyogoli. Huyu ndio ambaye atakayebeba bendera upande wetu sisi kwa ajili ya kuzungumza mada nani wa kufuatwa kati ya Muhammad na Bwana Yesu. Mwenyezi Mungu akusimamie inshallah uweze kuzungumza kwa hekima kubwa na busara na ualimu wako uliokuwa nao. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli Muhammad sallallahu alayhi wasallam, amma ba'd. Jambo la kwanza, wenye viti tunaomba mtusaidie marekebisho na nidhamu katika vitabu. Sura ya 10 aya 102 wakati inasomwa na Wakristo wakachukua maneno ambayo hayapo kabisa katika maandishi, wakayaweka na wakayatumia kama dalili katika kutafuta ushindi wa magumashi. Sasa vitu vya namna hii vitapoteza sura ya mikutano kama hii. Kitabu unachosoma wewe na sisi tunacho, unakuja unasema vitu ambavyo havipo kabisa katika maandishi. Hii ni shida. Dakika ni 20 nilizopewa kwa ajili ya kupitia yale ambayo kijana wa Kikristo, mhubiri wa Kikristo anaitwa Ndacha ameaminiwa na anaonekana kwamba ni mtu ambaye ana nafasi ya kubeba Ukristo Afrika Mashariki, hasa Tanzania. Amekuwa akija sana na kusema, lakini nataka sisi tuliopo hapa wote kwa ujumla wetu tuzingatie kitu kimoja. Kawaida masuala haya ya dini, haya mambo ya Mungu, haya hayahitaji ujuaji kuliko yule unayempigia debe. Unakuja hapa unatoa maelezo mazito kabisa kwamba Muhammad hafai kufuatwa kwa sababu anasubiri kuhukumiwa. Yesu yeye ndiye atakaye hukumu. Sasa maneno haya kuhusu swala la kuhukumu, Yesu alishawahi kuchukua ahadi kwamba yeye kazi yake ni kuhukumu ulimwengu. Huyu anakuja anasema Yesu ndiye anayehukumu ulimwengu. Kwani Yesu mwenyewe anasemaje? 12:46 Injili ya Yohana. Alafu tukichukua maneno ya Yesu tuje kwenye maneno yako Ndacha ulioyasema hapa, tutakuwa tumepata jibu wewe ni mtu wa namna gani katika mambo haya. 12:46 Yohana. Bwana Yesu mwenyewe anasemaje? Nasemaje? Mimi nimekuja ili niwe nuru ya ulimwengu. Mimi nimekuja ili niwe nuru ya ulimwengu. Ili kila mtu aniaminie mimi asikae gizani. Na mtu akiyasikia maneno yangu, asiyashike. Mimi Yesu si mhukumu. Kwa nini? Maana sikuja ili ni uhukumu ulimwengu. Yesu anasema hakuja kwa ajili ya kutoa hukumu ya ulimwengu. Ni Yesu mwenyewe ndio anasema haya. Leo Mkristo Ndacha anasema Muhammad mwenyewe anasubiri kuhukumiwa na Yesu. Uchawa umepitiliza kabisa. Sababu Yesu mwenyewe anasema mimi sio wa kutoa hukumu. Lakini leo Mkristo Bwana Ndacha anasema Yesu ndio atakayehukumu. Unamlazimisha cheo hata yeye mwenyewe hajui kama anacho. Hii kitu ni mbaya sana. Hapa tutakuwa tumefika sehemu ngumu sana. Kingine akaja akasema Bwana Ndacha kwamba Waislamu wote, wanadamu wote wanapozaliwa wanakuwa na shetani. Alafu huyo shetani, kwanza kabla sijafika huko katika swala la hukumu, kuna kitu alikuja tumwaruhusu kusoma hadithi, lakini alipiga mtama hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimi nataka nirudi tena. Hebu rudi pale katika Lu'lu'ul Marjan, alafu tumsaidie huo kurasa wa 51. Hapa alipokuja akasema kwamba amesoma hadithi, alafu akasema kwamba huyu Yesu kwa mujibu wa Muhammad mwenyewe anasema Yesu ndo atakuja atafanya kila kitu. Lakini ujue kwamba hizi ni zama za Muhammad. Hizi ni zama za Muhammad. Sasa wewe kuna kitu ulikiruka pale, anzia hapo walipoweka alama waliposoma wao. Alafu mimi nitakurudisha juu. Inasema hadithi ya Abu Huraira. Hadithi ya Abu Huraira, amesema mtume wa Allah, rehema za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake na amani. Amesemaje? Na hapa kwamba nafsi yangu iko mikononi mwake. Ndio. Karibu atateremka kati yenu mwana wa Maryam. Inatosha. Simama kidogo hapo. Huyu ni mtume anasema akitabiri yatakayokuja, atateremka Isa mwana wa Maryam.
Sasa hapa wewe ulivamia moja kwa moja bila kujua kitabu cha hadithi kinakuelekeza atakuja kama nani, atakuja kufanya nini, alafu ndio uchukue hiyo kauli. Anzia juu kidogo hapo aliporuka yeye kwa makusudi kwa sababu ya uhuni aliyoufanya. Mlango unaoelezea kuteremka kwa Isa bin Maryam. Mlango wenyewe unaelezea kuteremka kwa Isa bin Maryam akiwa hakimu kwa sheria ya nani? Mtume wetu Muhammad sallallahu. Kumbe huyo Isa mwenyewe akija anakuwa kama kadhi wa Dar es Salaam, anakuwa kama kadhi wa Ikwiriri, anakuwa kama kadhi wa Kinondoni, anachukua Qurani na hadithi za Mtume, anatoa hukumu kwa sheria za Mtume Muhammad. Sasa hii kwa nafikiri Ndacha hajasoma bali ameruka au hajui? Ameruka kwa sababu huyu sio mtu mwenye utaalamu wa maandiko. Yaani yeye ameokoteza baadhi ya vitu, na ndio maana tunasema Ndacha jeuri ya wewe kuzungumza watu wakakuona unajua kuzungumza, sio mbele ya wahadhiri wa Kiislamu wanaojua nini wanasema. Wewe utakuwa na jeuri mbele ya vyumbani kama kule ukijifungia, lakini sio mbele yetu. Sasa akaja akaruka. Kumbe huyo Yesu atakaporudi ataswali swala kama alivyofundisha Muhammad, atahukumu kama alivyofundisha Muhammad. Maana yake Mtume alitabiri kurudi kwa Yesu, lakini atarudi kama mfuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa kama huyo Yesu wenu mwenyewe akirudi anakuja kuwa mfuasi wa Mtume, nyinyi mnangoja nini kumfuata Muhammad leo? Karibuni kwa Muhammad. Na hadithi kaitoa Ndacha. Hapo tunamkaanga Ndacha kama samaki kwa mafuta yake mwenyewe. Hadithi kaitoa Ndacha na hadithi imemaliza utata. Akaja akazungumza shetani. Mimi katika vitu nisivyovipenda ni Mkristo kuja hapa kuleta kebehi juu ya manabii. Yaani ukianza Muhammad na shetani, siji kidole chake kimeingiwa na shetani, ukileta kitu kinachoonyesha kama kutukana. Sisi tunahubiri kwa hekima kubwa. Misalaba ni kwenye makanisa, atakuja kufanya kazi ya kuvunja Misalaba. Ndacha kaishia njiani, kaogopa kufika huko. Na ataua nguruwe, ataua na kitimoto. Bwana Yesu akija ataua na kitimoto. Yaani hiyo ndio hukumu atakayokuja kuifanya Yesu. Atavunja misalaba, ataua na kitimoto. Hii Ndacha sio kama alikuwa hijui. Eti kakata kipande juu pale, alafu kaona ndo kina msaada kwake, eti kabakia nacho. Ndacha na yeye anatamba hapa. Alafu alivyoisoma hii hadithi unajua alisemaje? Hapa anasoma hadithi mpaka jua alitazama hapa, tutagombana hapa. Tunagombana kwa Yesu kuvunja misalaba, si tugombane na wewe? Kasaidia upelelezi. Si kuvunja misalaba, wewe umesaidia upelelezi katika vyombo vya dola. Ndacha, kuwa mpole kidogo. Naomba nisomee Qur'ani sura 36 aya nambari 60. Nakuja katika kipengele cha shetani. Naam. 36:60 Qur'ani. 36:60 Al-Karim inasema. Inasemaje? Naam. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Naam. Bismillahir rahmanir rahim. Ndio. Je, sikukuagizeni? Sikukuhusieni enyi wanadamu? Ndio. Kuwa msimwabudu shetani? Mwenyezi Mungu anatuambia kupitia katika Qur'ani iliyoteremshwa kupitia kinywa tohara cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nilikuambieni, hakika ya shetani ni adui aliyedhahiri kwenu. Ni adui aliyedhahiri kwenu. Waislamu, nani hapa rafiki yake shetani katika Waislamu? Si asubuhi na jioni tunasema shetani ni nani? Ni adui. Sasa wewe unapozungumza shetani, sisi tunamjua aliyekuwa swahiba wa shetani, anayemkumbatia shetani, wanaruka kidogo, wanatoka kidogo kwenda kupata vinywaji, wanakwenda bichi na shetani. Sisi tunamjua aliyekuwa anatoka out na shetani. Alikuwa anaenda out. Aliyekuwa anatoka out na shetani nani? 4:5 Mathayo 4:5. Hiyo hapo. Sasa hii ndo tunaitoa. Hakuna Mkristo yeyote atakayekuja kuifanyia ufafanuzi, sio mpaka jua linazama, mpaka kiyama kitasimama. 4:5 Mathayo. 4:5 kitabu cha Matthew inasema. Inasemaje? Kisha Ibilisi shetani akamchukua mpaka mji mtakatifu. Akamchukua nani? Yesu, mpaka mji mtakatifu. Unaona, Ibilisi kidume huyo kampitia swahiba wake akamchukua Yesu.
wamechukuana mkono, tena hajampeleka sehemu za ovyo ovyo, kaanza kumpeleka sehemu zile expensive, mji mtakatifu. Akamwambia njoo kwanza Jerusalem. Aya, tazama Jerusalem, endelea. Akamweka hii alimweka sio kwenye begi au sijafahamu. Akamweka juu ya kinara cha hekalu. Akamwambia twende ukatalii. Huko Tanzania wenzako wanapanda Kilimanjaro. Wewe njoo hapa, kuna sehemu nitakwenda kukupandisha, utakaa juu kuiona dunia nzima. Shetani akamchukua Yesu, akampeleka katika kinara cha hekalu juu kule kabisa, akamwambia hebu angalia. Hebu rudisha macho kidogo. Yesu anaangalia, kapelekwa na shetani. Aya gani Muhammad aliwahi kusogelewa na shetani hata hivi tu wabebane? Yesu akaona, shetani, umenifanyia jambo zuri. Umenibeba, umenipeleka mpaka milimani. Nitakulipa nini? Basi katika wanafunzi wangu 12 nachagua kimoja kishetani na chenyewe kiwe na mimi kinafuatana 670 Yohana. Je, mimi sikuwachagua ninyi thenashara? Yesu anasema, je, mimi sikuwachagua ninyi thenashara? Yani wanafunzi 12. Na mmoja wenu ni shetani. Unaona kazi hiyo? Yesu kachagua wanafunzi 12. Katika wale wanafunzi 12 wa Yesu kuna mmoja alikuwa shetani. Mkija mumtaje jina nani? Katika wale 12 wa Yesu kuna mmoja alikuwa shetani. Kwa hivyo shetani kwa Waislamu ni adui. Wale Waislamu hawako pamoja na shetani. Akaja akasoma aya nyingi. Yesu kuna uzima kwake, Yesu kuna kadha, yale yote aliyozungumza. Ila nimemsikitikia sana Ndacha. Nimelia sana nilipokuwa chini pale. Nimelia kwa nini? Ndacha mpaka aya za Biblia anazipiga mtama. Akasoma Yohana 17:1. Yohana 17:1 sisi ndio haya tulizisoma hizi wakati tunajifundisha kuhubiri. Zamani sana. Mwaka 1992 nakumbuka wakati naanza kujifundisha kuhubiri. Na huyo alikadogo. Sisi tumesoma darasa moja na huyo alikadogo. Yohana 17:1. Maneno hayo aliyasema Yesu, akainua macho yake juu mbinguni, akasema, Baba, saa imekwisha kufika, mtukuze mwanao ili mwana wako naye akutukuze wewe, kama vile ulivyompa mamlaka juu ya wote wenye mwili, ili kwamba wote uliompa awape uzima wa milele. Na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee, wa kweli, na Yesu Kristo uliyemtuma. Ndacha hajafika hapo, kakata mtama. Lakini kuna shida. Maneno haya kayasema Yesu Yohana 17:1 ili kwamba wale uliompa. Haya mambo ya uzima wa milele yote Yesu anawapa wale aliopewa na Mungu. Aliopewa na Mungu ni kina nani? Yesu kamaliza katika Yohana 17:9. Ndacha kasoma Yohana 17 kaishia mstari wa 2. Mstari wa 9 unatoa majawabu aliopewa Yesu na Mungu ni kina nani. Sasa sisi tunakwenda mpaka mstari wa 9 kwa ajili ya kuja kumfunza siku nyingine aache uhuni wa kukatakata maandiko. Yohana 17 yeye kaanzia 1 mpaka 2, wewe shuka mstari wa 9. Inasemaje? Mimi. Yesu anasema mimi nawaombea hao ulionipa. Siwaombei ulimwengu, kakataa. Bali hao ulionipa. Kuna watu maalumu ambao Yesu kapewa. Kwa Yesu si uzima wa milele, si kitu gani, anatoa kwa kina nani? Kwa watu maalumu waliopewa. Watu maalumu waliopewa. Hao watu maalumu waliopewa ndio watakaopata toba na msamaha wa dhambi. Hao watu ni kina nani? Leo nakuleteni mpaka mtume wenu Paulo si mnasemaga kule, Paulo na Sila waliomba milango ya gereza ikafunguka. Si ana miujiza mpaka milango ya gereza ilifunguka alikoomba. Msikilizi anakwambiaje? Wewe Ndacha unahusika katika watu wanaopata toba na msamaha wa Yesu. 5:31 Matendo ya Mitume. Unaniangalia? Mtu huyo Yesu, Mungu amemtukuza kwa mkono wake wa kuume. Awe mkuu na mwokozi. Awape kina nani? Wa Israeli. Awape kina nani? Wa Israeli. Awape kina nani? Wa Israeli. Nini? Toba na msamaha wa dhambi. Takbir. Kama kuna Muisraeli hapa mkono juu.
Yule kanyosha, yule kashusha. Mwenye mada kashusha, wale kule amenyosha. Wale kule mbona mmegawanyika makundi 72? Waislamu sema la ilaha illa Allah. Yesu mwenyewe sasa anasema kwamba Paulo anasema aliletwa awape Waisraeli toba na msamaha wa dhambi. Yesu mwenyewe anasemaje? 15:24 Mathayo. Yesu mwenyewe anasemaje? Namuuliza Yesu, Abdallah. Naam. Namuuliza Yesu, bwana Yesu si tupo viwanja vya tipi hapa. Naam. Kuna bwana mmoja anaitwa Ndacha. Wakristo wamemwamini, wamemtoa Kenya mpaka Tanzania na nauli wamemlipia. Anakuja hapa anasema wewe umetumwa kwa Wakristo mpaka wa Tanzania, wa Makonde na wa Ndengereko, wa Ruguru na Wangoni. Wewe Yesu unasemaje? Wakristo wa Tanzania wanakuhusu wewe Yesu au wewe Yesu ni kwa ajili ya kina nani? 15:24 Mathayo. Akajibu akasema, Yesu ananijibu kinyogoli, anasema sikutumwa. Anasema sikutumwa Ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Huyo Yesu mwenyewe kamaliza, anasema sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Bado ngapi? Bado 4. 4 sasa hii, kwa sababu bado 4 inabidi niondoke duniani. Nikiishia duniani watakuwa wanielewi hawa. Nataka Wakristo wote nikuchukueni sasa hivi, nikupelekeni mpaka katika mlango wa moto mnaoingizwa kwa kujifanya mnamfuata Yesu wakati Yesu hawahusu. 13 Luka 13:20 Luka 24. Luka 13:24. Tunakwenda mpaka akhera sasa. Yesu atakuja kusema nini kuhusu Wakristo? 13:24 Luka. Jitahidini kuingia katika mlango ulio mwembamba. Huyo ni Yesu sasa. Anasema jitahidini kuingia katika mlango ulio mwembamba. Kwa maana nawaambia ya kwamba wengi watataka kuingia wasiweze, lakini hawatoweza. Kwa nini? Wakati mwenye nyumba atakaposimama na kuufunga mlango. Wakati mwenye nyumba atakaposimama, mwenye nyumba ni Yesu. Amesimama, ameufunga mlango. Makufuli ya peponi yanajulikana. Asiyekuwemo humo hauna hata chombo cha kuvunjia kufuli la pepo useme utajipenyeza au utaingia. Limefungwa lile lango. Nanyi mkaanza kusimama nje. Sasa kuna watu wataenda kwenye pepo ya Yesu, watasimama nje. Hii ndio pepo, Yesu yuko ndani, wao watasimama nje. Wanasemaje? Wataanza kugonga mlango, ngongo. Ndio kubisha mlango. Wataanza kubisha mlango na kusema, tufungulie Bwana Yesu, tufungulie. Sisi ndo wale. Tufungulie. Tufungulie Yesu, tufungulie, umetusahau nje huku. Atajibu na kuambia. Atawaambiaje? Siwajui mtokako. Yesu anasema nawaambia siwajui mtokako. Sijui nyinyi mnatoka wapi. Wataanza kujieleza. Sisi ndo wale Pentekoste, sisi ndo wale Roman Catholic. Sikiliza wanajielezaje. Endelea. Ndipo mtakapoanza kusema. Wataanza kusema katika mlango wa Yesu. Sasa wanachungulia hapo, maana mlango umefungwa. Kwenye kidirisha kile kidogo sauti inapenya ndani. Yesu anawasikia. Hebu kuongezeni sauti, mnasemaje? Wanaanza kujieleza. Tulikula. Yani nini? Ule mwili wako mkate huu, mwili wangu mvinyo huu, damu yangu kweli mtini, kumbuka kuleni mwili wangu wateseka juu yenu. Tulikula. Wanaambia Yesu, si tulikula na kunywa mbele zako. Yani si tulikunywa damu. Tunaambiwa kabisa, divai hii ninaibariki ili mnywe kama damu ya Bwana Yesu iliyoteseka pale juu msalabani. Tunakunywa, si tulikula. Yani mwili wako, na tulikunywa damu yako. Yesu atawaambiaje? Nawe ulifundisha katika njia zetu. Na wewe Yesu ulifundisha katika njia zetu. Sisi tulikuwa tunakufuata Yesu, ingia kwenye mlango wa kondoo. Tulikuwa tuambiwi kitu sisi. Mabarabarani tunaweka maspika, tunapiga makelele, Yesu yuko hapa. Mambo yalikuwa moto huko duniani. Tandale kulikuwa kumewaka. Yesu anawaambiaje? Naye atawaambia. Na Yesu atawaambia pamoja na kujieleza kwamba mlikula. Nawaambia. Siwajui mtokako. Nakula kwenu mikate kote na kunywa divai. Ondokeni, siwajui mnapotoka. Atawatimua. Ondokeni kwangu. Ondokeni kwangu. Naokula na kunywa ninyi. Ondokeni kwangu. Ndio. Ninyi nyote mlio wafanyaji
wa udhalimu. Kumbe kula mwili wa Yesu na kunywa damu ya Yesu ni udhalimu. Na Yesu anasema hawajui ya watu, hawafahamu. Dakika zimeisha. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Waislamu takbir. Haya, huo ni upande wa dakika 20 kwa upande wa Waislamu. Napenda kurejesha microphone moja kwa moja kwa mwenyekiti mwenza kwa sababu ya dakika 10 za summarize, kisha tumalizie 10 na baada ya hapo tuweze kuingia kwenye maswali na majibu. Karibu. Asante sana mwenyekiti.